Right, naitwa BM na tutajifunza jinsi ya kutengeneza kucompute volume ya kifusi. Kifusi chenyewe ngoja niwaoneshe kifusi of which tutaenda kucompute volume yake. Kifusi cha stockpile kwa maana maana yake ni kifusi ambacho kimechukuliwa somewhere and then kwa total station, so tutachukua kifusi kwa total station kwa maana ya XYZ, then from there tutacompute volume. Wengi wanatumia Civil 3D AutoCAD kucompute volume, lakini pia unaweza kutumia software zingine ikiwa ni pamoja na QGIS, but not accurate kwa geospatials. Kwa hiyo tutatumia Civil 3D AutoCAD ambayo ina accuracy kubwa sana. Hiki ndo kifusi, tumechukua picha ya kifusi. Kwa hiyo surveyor atasurvey ya maeneo yote, so utasurvey kuanzia huku chini kwa maana ya base. Itakuwa ndo kama base elevation. I mean tutatengeneza surface ya chini kuzunguka kifusi kwamba kifusi changu kina level hii hapa. And then tutachukua top of the stockpile huku juu. Data za huku juu za XYZ zitakuwa ni utaziname kama top. So utakuwa na point group mbili kwa maana ya base or existing ground surface EG pamoja na top surface. Na EG surface ndio hii na top surface ndio hii. Ngoja nizicopy niziweke kwenye folder la home. Hapa nitatengeneza folder jipya, tutaita volume ili tuweze kucompute kwa urahisi zaidi. So mimi nita rename kama volume. Sio kapata tabu wakati mwingine unahitaji kucompute volume. Wewe nenda site kwenye kifusi, I don't know kama ni mgodini au kwenye maeneo ya ujenzi, engineer wanajenga wanahitaji kujua kiwango cha volume au mchanga ambao umeletwa. Kwa ndio hivi tunafanya. Ukimaliza kusurvey njoo process hapa katika Civil 3D AutoCAD. So kwanza inabidi tufanye pre-processing ya data zetu. So tutaingia katika ili folder, tutaweka data zetu hizi hapa. Lazima uwe na data za aina mbili. Hata kama umeenda site and then ukafanya survey, kwa mfano let's try to open this. Tufungue hii. Ngoja tufungue hii. Tutumia nini? Tutumia Excel, right? Au Notepad. Yes, ngoja tutumie Notepad kuzifungua hizi data. So ukiangalia hizi data ziko katika mfumo wa XYZ, kwa maana hii ni X, alafu hii ni Y, alafu hii ni elevation. Hivyo, yeah. So tukija hapa, ngoja tuchukue Excel ambao kidogo ni itatusaidia kwenye kufanya editing au kuondoa baadhi ya vitu ambavyo havihitajiki na kuweka vitu ambavyo tunavihitaji. Kimsingi unapokuwa unafanya kazi, ngoja tusubiri ujumbe alafu tutoe. Unapokuwa unafanya kazi na Civil 3D AutoCAD hatuna header. So tukifungua ndio tu browse folder letu lililoko kwenye desktop. Tumesave kama volume, so desktop and then find volume. Volume ni hapa. Pop up, select all files zinaonekana. Tuanza na EG surface, existing ground surface. Tukifungua ili ili file tutakutana na data zetu ambazo ndio hizo hapa. So tunachohitaji kuondoa ni hichi kitu. Tushajua hii ni XYZ kwa maana ya point northern, eastern na elevation. So ni hapa itakuwa ni northern, eastern na elevation. Tukielewa mfumo tunatoa, delete and then tutasave. Control S. Hiyo inamaanisha kusave. Kumwambia yes. Tutakata we don't save kwa sababu tusha save tayari. Tutafanya hivyo hivyo katika top surface. Fungua hizi data and then utatoa
these headers za juu, so uta delete. Tumemaliza, then uta save, na baada ya hapo utakata and then save. Oh, what this? Do you want to save? Yes, I want to save. Right here. Exactly. Yes. Oh, this. Mbona hii inatusumbua? Shida nini? Ngoja tufungue katika Excel. Ndio maana napenda kutumia Excel. Just be patient. Just be patient, tutamaliza. So tunataka tumalizie, tuondoe, tafungua ile file lingine la top surface katika volume. Kwa folder la volume for desktop, right? Katika folder la volume. And then tutachukua all files, top surface, tuta open. Kisha open, tutatoa hii ishaondolewa, right? Yes, this is top surface. Kama ishaondolewa basi we don't need this. So tutakata vote hivi, akisha Excel zote umezikata. Make sure Excel zote umezikata. And then the slash save 3D AutoCAD. So tutachukua metric AutoCAD. Launch itafunguka. Hii ni version ya 2025. So hata kama una versions nyingine just for it, hamna mabadiliko sana. Tutakachoenda kufanya kwenye Civil 3D AutoCAD, cha kwanza tutaseti mazingira ili canvas, nikisema canvas ni ubao wetu, uweze kuendana na nini, na mazingira ya field. As data zimechukuliwa katika zone ya 37 South, UTM University as zimekata projection. Kwa tutaseti projection na tutaseti units zingine, na kama una mtandao unaweza ukafanya geolocation, lakini sisi hatutofika huko. Instead tutaseti sehemu ya kufanyia kazi, na baada ya hapo tutaendelea na hatua zingine. Hatua zinazofuata baada ya kuwa tumeset, tutaingiza folder, tutaload mafolder yetu mawili, tutaload mafaili yetu mawili, kwa maana ya edge surface pamoja na top surface. Tukimaliza kuload, and then tutatengeneza point group wakati tuna load, na baada ya kumaliza kutengeneza point group itabidi tutengeneze surface mbili ambazo ni existing ground surface pamoja na top surface, and then tutafanya analysis ya compute volume kwa kutumia hizo surface mbili ambazo tumezitengeneza. So please fuatilia, kwa sababu sitaongea tena baada ya hapa, isipokuwa utaangalia vitendo hadi mwisho. Nitakukumbusha tu pale ambapo patahitajika. That's all. Nachelewa sana kufungua. I don't know. Sikwani. Unless be patient. Tusubiri maliza kufungua. Okay. Wakati nakaribia kumaliza kufungua, This ni Geotech. Tutakuelekeza jinsi ya kusolve matatizo yote yanayohusiana na survey. Kama una shida na software, oh my god, nasema network license not available. All this. Okay, tunaendelea. So hatua ya mwanzo tumesema tutaingiza hizo points. So
Where you go, hakikisha upo katika home tab hapa, and then njoo katika points. No, kabla tujaenda tumesema tuna seti, so njoo hapa juu kabisa, then ukisha click hapo njoo katika drawings, itafunguka. Njoo katika drawing settings, drop down menu itafunguka kama hivyo swap, and then utakuja uchague hapa ambazo ni category kwa maana ya zone. So utachukua ni UTM, category yetu ni UTM zone. Njoo mwishoni kabisa, ipo mwishoni kabisa huku ni UTM WGS84. UTM WGS84 data. Then tuko sat7 cells, so make sure unapata sat7 cells. This is UTM zone WGS84 data zone 20. This is zone 26, and this is zone 36, and this 37 cells. Yes, this up. Everything is okay, so click okay. Tumemaliza. Utaona hata geolocation imekuja na account yangu hii hapa BM in geolocation. So kama una mtandao kiminya geolocation itakuleta kwenye eneo ambalo ulipo. Baada ya hapo tutaingiza point zetu kama kawaida, so bonyeza hapa, then point creation tool. Baada ya hapo utakuja katika hii button ya import points, then itakuleta katika pop-up window ya kubrowse. Njoo hapa katika plus sign, tunaongeza files kwa sababu tumesema tuko desktop, and then katika folder la volume tutafute volume, and then tutaanza na EG. So utachukua EG surface, and then uta open. Inabidi ingie hapa, yes, ikuletee check ya blue kwa maana uko sawa. Ikikuletea X kama hii maana yake umekosea, na hapa inabidi uselect format. Unaona kama hapa kwamba hii inatuletea ni easting, hii nothing, which is sio sahihi, isipokuwa tumesema ni n nothing, easting na elevation, NEZ. So tuta add point group, and then ta select hapo kwa ajili ya kuandika. So utaandika EG. Sisi point zetu ni existing ground, na ukiminya okay, zitakuwa zimeingia hapo. Tumeinsert point, tumeimport, so tuta import zingine. Anyway, zoom to extent command ZE then enter, utaziona jinsi zilivyo. Ili kuweza kuziona vizuri, ndio katika scale hapa, pop up hii, chagua scale ya 1 to 100, itaonekana vizuri. So hii ni boundary yetu ile ambayo tulikuwa tunaona kule chini ya kifusi. So tutaongeza tena zingine hapa, rudia procedure kama tulizojifunza hapo nyuma kwa ajili ya zile direct itakupeleka pale pale. Tutachagua top surface, itakuja kama kawaida hapa, zitaingia. Kwa nini imeleta hivi kwenye top surface? Maana yake hatuja edit. So rudi katika folder, ngoja tuchukue Excel zamani, chukua Excel, and then open hiyo top, open top surface, utakuta kuna mahali kuna shida. So file, and then open browse and desktop, kachukua volume folder, and desktop hapa, tafuta folder linaitwa volume, and then ndani hapa tunataka tuchukue file, all file linaitwa top. Tulifungue hapa tulione jinsi ilivyo. So litafunguka, mwambie read only, atafungua. File liko sawa. Kwa what is challenging? The challenging ni kwamba umefungua Excel. So tutakata hii, na hapa kama kuna Excel, what is this? Hii kimsingi ni Excel. So hii ndio inatupatia shida. So inabidi ukate hii. No. Right?
Haya, rudia tena kuziingiza tu. What the store is, and then you open top surface, and then you click open. Na itakuja correct. Wow. So what do you learn here? Ukiwa unafungua data unaingiza katika AutoCAD, hakikisha kwamba umefunga Excel zote. Okay, tutaweka ni comma delimited NZ ambazo ndo hizi, and then tuta add kwamba this is our top kama kawaida kama tulivyofanya. So you have to write it top and then click okay. Okay again. Hii tunaweza tukakata. Unaona zimeongezeka, right? Wow. Kwa utaanza kudeal na base. So tukija katika point group, ukiwa katika prospectus tab hapa, usiende kwenye setting, njoo katika prospectus tab. Uki-expand hii point group utakuta kuna top na ile existing ground surface. So tutaanza na existing ground surface kuitengenezea point group. Kuitengeneza tutaanza kutengeneza surface. Tutatengeneza surface mbili kama tulivyosema. Tukija katika surface, right click, create surface. Tukiwa hapa andika EG. Hii itakuwa ni EG surface. Hiyo ni EG. Itakuwa ni EG surface, right? Yes. Hapa unaweza ka select 1 to 15 background. Yes. Click OK and then click OK. Again, ikiwa hapo tengeneza surface ya pili ambayo hii tutaita ni top surface. So wewe hapo andika tu top. Andika tu top surface. Andika tu top surface. Tumaliza click OK. Kwa hiyo hapa kinachofuata tuta expand surface, na baada ya hapo kwenye surface tutaenda kwenye definition. Katika point group tutaongeza zile point group za EG. So ita pop up window and then uta select EG na hapo uta click OK. Surface itatengenezeka hapa kama ulivyoiona. Ili tuweze kuiona vizuri, bonyeza popote katika hii surface like here. Sorry, escape. Kama hapa ishike, yes, kama hiyo, right click and then objective viewer. Objective viewer, hakikisha hapa umechukua hii conceptual. Select conceptual and then you drag this. Uone surface yako inavyoenda. Umeona hii ndio ile surface ya chini. Umeelewa sasa? Okay, so kata hii. Hapa nitaenda kuondosha is points sasa hivi hazitaki. Tutakuja kwenye point groups and then moja tutengeneze surface ya pili pia ili tumalize mazoezi yote kwa wakati mmoja. So tutachukua pia surface and then definition kama kawaida kwenye point groups. Right click and then add. Utaongeza top. So sasa hivi ni top. Weka okay. Top surface itatengenezeka. Umeona ilivyotengenezeka? Wow, that's fantastic. Okay, chukua hiyo, right click, objective viewer, enda slow. Chukua objective viewer, uone surface yetu jinsi ambavyo imetengenezeka. Ndio hii. So ukikuja hapa ukaizoom hivi. Can you see the surface? Hii ndio surface yetu ya juu ya kile kifusi. Okay, sasa we gonna compare two surfaces. Naomba nitoe uchafu wote huu. So nita cross hapa and then nita cross surface. Nitakuja kwenye point ninapotafuta hapa. Nitaanza na hizo tu. Nitazificha. So right click, go to property. Ukiwa katika property inabidi display zote ziwe none. So hapa njoo huku juu chukua none, hata hii njoo huku juu chukua none. Sitaki kuona kitu chochote hapa. Click OK, itapotea kama hivyo. Fanya hivyo pia katika existing ground. Right click, nenda kwenye properties and then chagua selection zote. Hapa sio basic tena. Tuchukue none. Hatuhitaji point style yoyote wala hatuhitaji point label yoyote.
toa zote hizi, mwambie okay, zitafichwa. Na hizi surface kwa vile nataka nifanye comparison ya hii base surface na hii top surface, itabidi nitengeneze new surface. Kwa hizi surface mbili pia nitazificha. Zo zipo, sio kwamba nimezifuta, ila nazificha. So nitakuja katika surface, nitaanza na hii surface. Tena kwenye surface properties, likewise kwenye display nitaandika no display. Hapa kwenye surface style mwambie no display, then click okay. Surface itajificha kama hivi. Likewise nitarudi hapa pia katika top and then right click, tena kwenye surface properties and then katika styling nitamwambia no display, nitasema okay. Wow, well, surface zipo, sio kwamba zipo, ila nimezi hide tu. So nitakuja kwenye kitu inaitwa analyze hapa, and then nitakuja kwenye volume dashboard. Katika volume dashboard hapa itatupatia uwezo wa kama hii itakuwa haipo, maana yake utaiaje? Itakuwa ya mwanzo kabisa hapa, uta add. What is this you gonna add? Hii inaitwa ni toggle net ila panel. So utaiadd, and then utakuja uongeze, utengeneze, create nini? Utakuja create new volume surface. Hii ni surface, zile zilikuwa ni thin surfaces. So ukija huku juu utakutana na thin volume surface. Kule ilikuwa ni thin surface ya kawaida, lakini hapa ni thin volume surface. So hii surface utaita nini? Wewe andika yote ile. So sitaandika volume, thin surface ya volume, and then what you gonna compare itakuwa na volume surfaces. So utakuwa na ile base surface ambayo ndo utapopa hapa, uchukue ile EG existing surface ndo ile ya chini, na comparison surface ni ile ya juu. So katika comparison surface you're gonna select the top surface, right? Okay, utabonyeza okay, na hapo utabonyeza okay. All this error string content for attribute name. Okay, ngoja tubadilishe hili jina, limekueje? Oh, hatujaandika volume vizuri. Andika volume vizuri, nadhani iko sawa. Mwambie okay. Wow, imetengenezeka Yes. Umeona na hiki kitu imeongezeka. So tayari kama umeona vizuri hapa, utakutana na nini? Utakutana na cut, adjusted na fill. Ndio? Adjusted. Lakini the net volume ni ngapi? 1103 cubic meter, right? Okay. Ili niweze kuona hii vizuri, ndio katika. Ukija hapa kwenye surface, utakutana surface nyingine imeongezeka. Right click hivi katika surface properties ili tuweze kuona vizuri. Njoo chini katika style, surface style, chukua hii elevation bending 2D, then mwambie okay. Atatupatia jinsi surface zetu ambazo zina vary kulingana na nini, na hiyo hapa. So ukitaji uone volume vizuri, unaweza ukachukua hii hapa and then ukaja ukaiweka hapa. Kwa atakuandikia hapo volume yako ni ngapi. Kwa umeona details zote ziko hapa. Kama ni cubic meter ngapi na net volume. Net volume maana yake amechukua ile file ya minus na ikat. So ndo akapata net. So ukichukua 1103.89 98 uka minus na 0038 utapata this one. This is cut volume. Au unahitaji kutunza, na hapa ndo tumemaliza somo letu la calculate volume. Unahitaji kutunza detail, utakuja hapa utaminya hii shwa na itakuleta katika nini? Itakuleta katika cut or fill report, na hii ndo itakuwa ni mwisho wa session yetu. Ni Mr. BM Geotech Media. Karibu katika Geotech, uwe professional. Thank you.